Ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika simulizi yetu pendwa inayojulikana kwa jina la Tatizo ni Mke Wangu. Mimi msomaji wako ninaitwa Genius Amon, nikitokea hapa Empire Studios. Karibu tuweze kuianza tukipitia machache kutoka kwenye simulizi ambayo tumeweza kuikamilisha, episode ambayo tumeweza kuikamilisha. Ndiyo, katika sehemu ya 7 tulishia eneo ambalo mwanamke Martha alitoka ndani mida ya usiku na kumfuata mlinzi maeneo ya karibu na geti ili kumuuliza baadhi ya vitu vilivyotokea asubuhi, kama kweli yeye alikuwa anakosea ama ni mume wake anamwonea. Lakini alipokwenda kwa mlinzi alionekana ni kana kwamba hakumbuki chochote, hasa katika yote aliyotokea asubuhi. Anasema hakumbuki chochote kilichotokea. Ilikuwa ni ajabu. Mlinzi ana tatizo la kukumbuka, ana tatizo la akili, ama alizingua tu, aliamua kuzuga, hatujajua. Mwanamke Martha alikasirika kwa kuona mlinzi hajampa ushirikiano. Aliamua kurudi ndani. Nini kitakachoendelea katika sehemu yetu ya 4 katika hii simulizi inayoitwa Tatizo ni Mke Wangu? Ninaomba nikukaribishe ili tuweze kuianza episode ya 8. Nianze kwa kujitambulisha tena. Ninaitwa Genius Amon, nikitoka hapa Empire Studios. Karibu. Katika baada ya mlinzi kuweza kuachwa hapo na mama, mwanamke aliweza kukasirika na kuondoka. Baada ya mlinzi na Martha kukamilisha mazungumzo yao kwa kutokuelewana, Martha alisukuma mlango na kuingia ndani akiwa ameamua kurudi, kwa sababu aliona hakuna sababu iliyosababisha aje nje, maana hakuna alichokipata katika yote walioyaongea na mlinzi. Baada ya Martha kuingia ndani, mlinzi alibaki anaongea peke yake, kana kwamba anajiuliza, jamani, kwani huyu mama amekuwa na shida gani? Leo asubuhi kilitokea kitu gani? Una kama sikumbuki chochote, au amejisahau? Aliamua kupuuzia na kuendelea kusukumiza matonge yake ya ugali. Baada ya Martha kuondoka hapo, aliingia ndani akaenda kuoga. Akatulia vizuri kitandani akiwa anamsubiri mume wake. Alikuwa amejifunga kitenge na alilala kitandani ametanua miguu kana kwamba anahitaji kujifungua. Mwanamke huyu. Lakini alikuwa anaonekana kana kwamba analalamika au ananung'unika. Alikuwa anasonya, anageuza kichwa huku na huku, anatupa mikono huku na huku akiwa anawaza. Lakini alikuwa akiutazama mlango wa kuingilia chumbani kana kwamba anamsubiri mume wake kwa hamu sana. Muda sio mrefu mume wake aliweza kuingia. Ndiyo, aliweza kutokea na kuingia chumbani. Martha alimuuliza, jamani, kwani hiki chumba sasa hivi kimekuwa cha moto mpaka sasa hivi hujaingia chumbani? Mimi naomba ufanye haraka uje. Njoo bwana, kila kitu kiko tayari kinakusubiri wewe. Usipokuwepo kila kitu kinaharibika. Alikuwa anamuita kwa fulana bashasha, ingali kwa amembatanisha na utani huo. Martin alikuwa hajaelewa kinachoendelea. Alikuwa katika mshangao. Wakati huo mke wake akiwa amejiandaa kuweza kumtoa hasira alizoweza kuzisababisha. Ndiyo,
Mke wake aliendelea kumuita huku akiwa anashikashika sehemu zake, ndiyo nyeti, akionyesha kuwa na hamu ya kufanya hilo tendo. Alikuwa na furaha kweli na tabasamu. Anamuita, alikuwa anasema, njoo, njoo, njoo. Martha. Okay, sawa. Martin akiwa amejaa mshangao alisema, nini kinaharibika? Martha aliichapa kibao akasema, si unaona hapa tayari niko tayari, wewe ni kufika na kufunua na kuweka tu, kila kitu kiko tayari hapa. Njoo unishughulikie, ufanye kilichokufanya unioe. Lakini Martin alionyesha mshangao mkubwa sana. Alisema, Martha, mpaka sasa hivi sijaona ni kitu gani unakizungumzia. Sijajua umejiandaa kwa ajili ya nini, sielewi nini kinaendelea. Martha aliongea kwa ujasiri mkubwa sana akisema, hebu njoo basi, si unaona kila kitu kiko tayari hapa. Yaani hapa sina kitu chochote humu ndani, ni unafunua tu hiki kitenge, unakitupa kule, unapachika kitu. Kilichokuwa kinamshangaza Martin ni kwamba Martha alikuwa amejifunga kana kwamba anaenda kisimani kuchota maji. Martin aliongeza kusema, mke wangu, mara ngapi nimekuambia kama ni wakati wa usiku na unahitaji kufanya mapenzi, unatakiwa kuvaa nguo za usiku ambazo nilikununulia. Kivini Martin anaongea hayo, Martha alivuta mdomo kweli na kuona anaongea upuuzi huyu mume wake. Wakati huo yeye tayari ameshajiandaa kwa ajili ya kitu, halafu unaanza kusema mambo mengine, masuala ya nguo. Alijisikia vibaya, alivuta mdomo. Martin aliendelea kusema, umevaa nguo ambazo hazipo sex. Nenda kavae nguo ambazo ziko sex. Unavaa nguo ambazo ziko kimahaba, zenye rangi nzuri inayovutia. Nimekununulia, unaenda unaoga, unatafuta nguo nzuri, unatafuta perfume, unajipulizia, unakuwa unanukia vizuri. Lakini cha ajabu, nikikusogelea hapo ulipo, kwanza unanuka mihogo. Yaani wewe unategemea mimi nikusogelee? Yaani ulivyojifunga hivyo mavitenge, alafu unatarajia nguvu za kiume ziweze kuwepo kweli, zifanye kazi. Martha alisema, mume wangu, jamani, hebu hivi niongee mara ngapi? Nimekwambia hivi, hizo nguo unazoninunulia ninazivaa, lakini sipati ujasiri nazo, hazinigusi asili yangu. Ninaona kama niko vyovyote tu. Hiki kitenge nilikivaa, nilichokivaa ni kimoja, tena kinakupa process ndogo sana. Yaani wewe ukifika unachomoa, unakitupa kule, alafu unapachika kitu haraka tu, wala kikusumbui akili. Hebu kwanza achana na hayo maneno. Hebu njoo bwana, hebu njoo, kila kitu kabla hakijaharibika, njoo tumalize. Hebu njoo mume wangu kipenzi, maana njoo upate utamu. Lakini Martin alikuwa akimwangalia mke wake kwa mshangao. Alisema, Martha, sasa hakuna kitu chochote kinachoweza kufanyika. Unajua
Martha alikuwa ni kama amwelewi. Una maana gani? Una maana kwamba hakuna chochote kitakachofanyika kwa sababu nimevaa kitenge? Aliuliza hivyo Martha. Martin hakuficha, alisema ndiyo. Martha alisema, lakini mbona nimevaa kitenge na kinakupa wepesi? Unakichomoa, unakitupa kule. Hayo manguo unataka nivae mpaka uyapandishe mpaka uko kichwani, uje uchomoe, ulipeleke huko. Hisia zimeishaisha. Hebu achana na hayo maneno bwana, hebu njoo tufanye kazi. Martin alisema, Martha, nikwambie tu ukweli, hakuna kitu kinachoweza kufanyika. Hakuna kitu kinachoweza kufanya kazi hapa. Kama unataka tufanye mapenzi, nenda katafute nguo nilizokununulia uvae rasmi. Kama haiwezekani, niache. Naomba uniache nipumzike kwa amani. Maana siku ya leo ilikuwa ni nzito na ndefu, yenye uchovu mwingi. Martin alionekana kuchoka. Alipanda kitandani na kulala akiwa amempa mke wake mgongo. Lakini Martha alikuwa anasema, mume wangu, mbona una vituko? Mbona unanifanyia makusudi? Lakini hakutaka kuendelea kuongea. Baada ya mume wake kulala, alinyanyua mguu na kumwekea ili aone kama mume wake anaweza akageuka na kufanya chochote. Lakini akiangalia jinsi alivyokuwa amemwekea mguu, ilikuwa ni kana kwamba anamkaba, yani kama wapambanaji wa mieleka au wapiganaji wa taekwondo. Martin alisema, jamani, hebu niache basi, si nimeshakwambia utaratibu upoje? Lakini Martha alizidi kusema, wewe huoni tayari mimi niko kwenye mood, alafu unaniambia haufanyi chochote? Martha alikuwa akijitahidi kutetea sehemu yake, lakini Martin alisema, nitakuacha peke yako humu ndani, nitakwenda kulala kwenye chumba cha wageni. Martha alishtuka na kusema, umesemaje? Unasema? Martin alirudia maneno yale. Nimesema nitaondoka, nitakuacha na kwenda kwenye chumba cha kulala wageni. Hii ilikuwa ni sehemu yetu ya 8. Sehemu ya 9 itakuwaje? Je, Martin atapata alichokuwa Martha atapata alichokuwa anakitaka, ama atakosa kabisa? Martin amegoma kabisa kufanya chochote kwa sababu ya uvaaji wa mke wake. Ndiyo, simulizi yenye mvuto, simulizi yenye majanga, simulizi yenye hisia za asili. Familia zetu zinapitia haya. Mimi na wewe tufuatane katika sehemu ya 9 ili tuweze kujua nini kitakachoendelea. Mimi ninaitwa Genius Amon, nilikuwa ninakusomea simulizi hii, na Mungu akubariki sana. Bye bye.